Assalamu alaikum, karibuni pishi rahisi. Recipe yetu ya leo ni ya mikate ambayo iko na nyama na viazi kwa ndani. Ni laini sana, ni tamu sana na pia ni rahisi sana kutengeneza. I hope mtapenda na mtajaribu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, basi usahau kusubscribe na ubonyeze kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Pia like hii video, comment hapo chini na share zako ili na uweze kufaidika. Mwanzo kwenye pani yako ama sufuria yako utaweka nyama nusu kilo. Nimetumia kima ya ng'ombe, waweza kutumia ya mbuzi ama yoyote ambayo upenda wewe mwenyewe. Utapika kima yako mpaka ianze kubadilika rangi kama hivi. Kisha utaweka viazi ulivyokatakata. Mimi nimetumia viazi vitatu, waweza ukatumia viwili ama kiasi ambao unaupenda wewe mwenyewe. Yanaweza ukazidisha pia. Na utachanganya vizuri kama hivi unavyoona kwenye video. Halafu sasa ninaweka kijiko kimoja kidogo ama vijiko viwili vidogo kama upenda nyingi. Utaweka vitunguu thomo ama garlic paste. Kisha utaweka spices zako. Nimeweka curry powder kijiko kimoja kidogo, paprika vijiko viwili vidogo. Ninaweka na garam masala vijiko viwili vidogo. Nitaweka na cumin powder kijiko kimoja kidogo. Alafu nimeweka na pilipili manga nusu kijiko kidogo na turmeric powder ama manjano ya unga nusu kijiko kidogo, na ninachanganya kila kitu vizuri. Kisha ninaweka chumvi, utaweka chumvi kiasi. Alafu utaweka vitunguu maji viwili vilivyokatwa katwa vipande vidogo vidogo kama vile unapotengeneza sambusa. Na baada ya hapo utafunika na utawacha ipikike mpaka viazi viive. Viazi vikishaiva inamaanisha kuwa nyama pia imeiva na kila kitu imeiva vizuri. Kisha utaweka pilipili hoho moja iliyokatwa katwa, waweza ukatumia nusu kama upende nyingi, na pia kama haupendi waweza ukawacha. Utachanganya vizuri, alafu mwisho utaweka dania na utakoroga vizuri. Na nyama yako iko tayari. Utaweka kando, utawacha ipoe. Sasa tutaanza kukanda unga wetu. Niko na kilo moja kasoro robo unga ngano ama gramu 750 ama vikombe 6, na nitaweka na vijiko viwili vikubwa sukari, chumvi kiasi kama kijiko kimoja na nusu kidogo, na ninachanganya vizuri. Alafu naweka kijiko kimoja kikubwa hamira, yai moja, na nitaweka na maziwa. Utahitaji kiasi kama kikombe kimoja na nusu, lakini nategemea na unga wako. Na kisha mwisho ninaweka thuluthi ya kikombe siagi. Ukitaka waweza ukapunguza ukaweka tu robo kikombe. Alafu utaanza kukanda unga wako, kanda unga wako mpaka ukue laini. Utachukua kama dakika 7 hadi 10. Na kama hauna mashini waweza ukakanda na mkono wako, sio lazima utumie mashini. Na sasa unga wetu ushakuwa laini. Nitatoa kwenye kifaa changu cha kukandia, alafu nitaweka kwenye bakuli. Mwanzo nitaweka mafuta kidogo kwenye bakuli, kisha nitaweka unga wangu nilokanda. Alafu nitafunika na nitawacha ifure ama iumuke kama nusu saa. Na sasa imeshafura vizuri kama mnavyoona. Nimetoa kwenye bakuli na nitatoa hewa.
Alafu nitakatakata vipande vidogo vidogo na nitatengeneza madonge. Na sasa kama mnavyoona nishamaliza kutengeneza madonge. Nitaanza kusukuma unga wangu moja baada ya moja. Kama mnavyoona kwenye video, nitasukuma unga moja ama donge moja. Alafu nitakatakata kama hivi mnavyoona ili kutengeneza design. Kisha nitaweka mchanganyiko wangu wa nyama nilopika. Nimeweka vijiko viwili vikubwa. Alafu nitairoll. Na nitaweka kwenye sahani yangu ambayo nitatumia kuokea. Na nitaendelea hivyo hivyo mpaka nimalize zote. Utasukuma unga wako, utakatakata kama hivi unavyoona. Alafu utaweka nyama na utaroll. Utaendelea hivyo hivyo mpaka umalize, kisha utafunika. Utawacha ifure kama nusu saa. Kisha utapaka maziwa kwa juu ili iweze kupata rangi nzuri baada ya kuoka. Na kama hupendi maziwa pia unaweza kuweka mayai kama unapenda kupaka mayai. Alafu mwisho nitaweka simsim ama ufuta ya white na black. Kisha nitabake kwenye oven. Mwanzo nimewasha oven yangu ili iweze kuwa moto. Moto wa oven ni 200 degrees Celsius. Niliwasha kabla dakika 10, alafu sasa nitaweka kwenye oven yangu 200 degrees Celsius na nitaibake dakika kama 20 ama mpaka ipate rangi nzuri kwa juu na chini. Na baada ya hapo nitapaka siagi kama mnavyoona. Kisha nitafunika kama dakika 5 ili ziweze kuwa laini zaidi. Na sasa ziko tayari kama mnavyoona. Zimepata rangi nzuri kwa juu na chini. Na nitawakatia ili muone kwa ndani. Kama mlivyoona recipe ni rahisi sana kutengeneza na pia ni tamu sana. I hope mmependa na mtajaribu. Kama mmependa basi like hii video, comment hapo chini na share na wenzako. Asante kwa kuangalia video yangu.